Shukran za dhati wapenzi watazamaji wa runinga ya Mizpa TV. Karibuni sana katika The Nuru Morning Show here at Mizpa TV, where we keep the fire of your altar burning, and it is another wonderful morning ambayo tuko naye asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu amezidi kuwa mwaminifu. Ninatumai ya kwamba umerauka ubuheri wa afya asubuhi ya leo. Tunajua kuna kibaridi, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Welcome to this current affairs segment in the Nuru Morning Show. Na katika studio zetu siku ya leo tuko na Mr. Kemotho. Good morning. Good morning to. Ninatumai huko mzima. Kabisa nashukuru. Hii baridi inakupeleka aje hii? It's just to adjust because kila kitu ina wakati wake. Tulikuwa na wakati wa jua, sasa ni season nyingine. Ni ku adjust na pia kushukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu ya kwamba amekuwa mwaminifu. Wasalimu watazamaji. First and foremost ni kuwashukuru na pia kuwakaribisha kwenye show. Watulie pale tuangalie ni yapi ambayo mangazia siku ya leo. Karibuni sana. Asante sana. And before we dive into our conversation today, we are going to have the verse of the day. And our today's verse comes from the book of Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. And the Bible says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, and we should walk in them." Ephesians chapter 2 verse 10. "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works." And when you just read this verse, katika verse hii ambayo tumeweza kusoma, we are his workmanship. The Bible says that we are his workmanship. And inatuonyesha ya kwamba we cannot do anything without God. That ya kwamba he is the author and the finisher of our lives. And for we are his workmanship, created in Jesus Christ. Because ukisoma katika hii verse inakwambia that we are created in Jesus Christ for good works. Ya kwamba tumeweza kuumbwa katika Yesu Kristo, ya kwamba tukaweze kutenda kazi njema. You know like kama wa Kristo ama watu ambao tumeweza kuokoka, it is Jesus is the center of everything that we have. So kama umeumbwa na Mungu, you are created for his workmanship, ambayo ni kazi njema ambayo ameweza kuandaa katika maisha yetu, which God prepared beforehand, and we should walk in them. The Bible says that we should walk in good works. Ya kwamba tukae tukiwa watu ambao wameweza kujitakasa, tukae kama watu ambao wanaweza kumtumikia Mungu for every good work. Ya kwamba tukaweze kutenda kazi njema. If it is praying, you must pray. If it is doing good things to other people, hata siku ya leo, ya kwamba may you do good things, may you do good works katika kazi ambayo unafanya, may you be a good person. The Bible says ya kwamba katika kitabu hichi ambacho tumeweza kusoma, ya kwamba tuweze kukaa vizuri na Mungu, tuweze kukaa vizuri na watu, because we are the workmanship, every one of us, everyone that was created by God, we are his workmanship. Ya kwamba is the center of everything that we having. Mr. Kemotho, yes. What do you say about this verse? We were all created for a certain purpose. Just try to identify the purpose, and when you identify that purpose, just know that you are given so that you can, that is, fulfill the work of God. And it is actually well stated there that you are all created for good works. So make sure that the purpose that you are created for, it is now for the good work. Now the moment we identify that, hakuna mtu ambaye atakuwa misplaced. Before we dive into magazeti, the Nuru Morning Show is proudly brought to you by Mizpa Prayer Center, a great place for prayer and spiritual renewal. Mizpa Prayer Center also invites you to the Keepers of Flame prayer summit ambayo iliweza kuanza siku ya jana, and we had a very powerful and amazing time here katika the Keepers of Flame prayer summit ambayo iliweza kuanza siku ya jana. And let me just highlight few things ambazo tuliweza kuona siku ya jana. And our apostolic leader Dr. Jesse Karanja aliweza kuangazia mambo mengi, and he empowered us with a lot of knowledge about how intercessors ni watu muhimu katika kanisa and the body of Christ. And he also highlighted a lot of things concerning how prayer is important in our lives. Na katika prayer summit ambayo tuko nayo in Keepers of Flame prayer summit,
it is a time for empowerment and a time for commissioning to all intercessors in the body of Christ. For those who want to book accommodation katika mkutano huu ambao unaendelea katika Mizpah Prayer Center, you may call on 0727766553. And now I have the Daily Nation. I have the Standard newspaper. Katika gazeti la The Daily Nation, we have a very interesting story this morning ambayo imeweza kuangaziwa katika gazeti hili, and it reads, the headline reads, bribes to clear rogue doctors. This is the health sector ambayo katika gazeti hili the headline reads, bribes to clear rogue doctors. And this is something that imeangaziwa katika gazeti hili in page 2 and page 3, ambayo katika gazeti hili it says that a scandal of bribes to clear rogue doctors. And this is something ambayo katika gazeti hili wameweza kuangazia ya kwamba kuna wale daktari ambao they are many of them ambao maybe they are not qualified, and katika gazeti hili limearifu ya kwamba those doctors ambao they are not qualified ama wameweza kufanya some of the things ambayo it is out of their conduct of duty, many of them when they are wameweza kupelekwa katika KMPDC, wameweza kukua ya kwamba they are given a leeway, and some of them they are even asked for bribery for them to be cleared, for their names to be cleared. And it is a very interesting story because KMDC Disciplinary and Ethics Committee accused of becoming an open air market where doctors and complaints wanaweza they just go scot free when they do things that are not in line of their duty. And katika gazeti hili wameweza kuangazia that the recording has triggered more damning claims of several doctors, two of whom the national interviewed accused of MPDC officers of soliciting bribes. And this is something that is so interesting because katika gazeti hili wameweza kuangazia kwamba there are some of the doctors ambao many of them maybe they joined they joined into practicing medicine na wameweza kutumia mlango wa nyuma. And katika gazeti hili imeweza kuangazia kwamba many of them when they do things katika their profession ambayo it is out of their conduct, wengi ambao wameweza kupelekwa in that disciplinary committee, many of them they are just given a leeway. And katika gazeti hili we see that there are a lot of stories ambazo zimeweza kuangaziwa ya wale watu ambao wameweza kukua maybe they were mishandled by doctors, and later on the doctors were taken katika that the committee ambayo huangalia na kuweza kuangazia the conduct of wale madaktari, na many of them they claim that they were asked for bribery, na kumetokea allegation ambayo inasema many of them across 3 years it was we see that KMDC officials say is the author of judgment and that the money must be released by the following morning lest the punishment remained as it was. And many of them unaona katika gazeti hili wameweza kuwa wakiitishwa, and it is seen that many of them wameitishwa hata fedha zaidi ya 500 we see that wameitishwa an amount amounting to 500,000 and above. And this is something ambayo imeleta shida. And eventually we see that KMDC Chief Executive Officer Dr. George Kariuki said in interview, the council members are appointed by the Cabinet Secretary for Health, and such any alleged improper conduct is addressed through the appointing authority. And this is something ambayo watu wengi wameweza katika gazeti hili ambalo limeweza kuangaziwa, watu wengi wameweza kuzua tetesi ya kwamba this is something that is happening, and we urge even the Ministry of Health to just look at this because it is something that is affecting the local mwananchi, kwa sababu when you just go to a health center and you may be mistreated, it is something that raises a lot of concern. So kama vile imeangaziwa katika gazeti hili, wakati ambapo you report that case and that case just goes like that, it is something that is raising a lot of concern, Mr. Kemodo. So the issue of doctors is something that is very critical, and kitu ambayo inafaa ichukuliwe with seriousness. Yeah. And also we need also to ask ourselves how the rogue that is a doctors, nurses,
wanatoka wapi. Yeah. So it all now starts when we start bribing wakati wanaingia to the training institutions. Yeah, very true. That is why now pia wanaingilia pale. Because unakuta saa zingine mtu hajafikisha zile points ambazo wanafaa kufikisha, but unakuta ya kwamba find his or her own way. Yeah. That is to the training institution ambayo inafaa kufunza haya maswala. Then at the same time pia kulikuwa na wakati kulikuwa na survey ilikuwa imefanyika pale, na ilikuwa inaonyeshana ya kwamba kuna some of the institutions wana offer that is a courses that is na ile time due ambayo iko pale iko less. Unakuta for example kama a course inafaa iende for like 3 years. Unakuta hiyo institution inafunza for 1 year. So inakuonesha kutakuwa na a lot of incompetence yeah. Wakati that is huyu ambaye atamaliza pale na si makosa ya huyu mwenye anasoma. Yeah. Because wewe ukienda ukiapply then uambie umequalify, so where you continue on unaendelea tu na that is na hayo masomo ambayo yako pale. So it all starts now pia pale chini, because pia kuna hayo maswala. Ukumbuke for example huyu mtoto for example bribery iliingia akaweza kuingia maybe for example hiyo high school fulani, then from there bribery kaingia akaweza kuingia now to the institution, then baada ya kumaliza nakuta bribery bado imeingia, huyu mtoto pia sasa ameweza that is kutafutiwa kazi. So inamaanisha kwamba wakati ataenda that is kufanya hiyo kazi kutakuwa na lot of challenges ambazo zitakuwa pale. Tumekuwa tukiona the repercussions, especially wakati kama recently na local televisions tumekuwa tukiona kuna wale daktari na issue just that is issue ya meno. So unakuta kuna that ya patient alienda kwa daktari, that is kwa daktari na certain that is a health center, akaenda akahudumia mambo ya masuala ya meno, then baadaye kaleta shida. Tuliona in fact kuna mmoja ambaye aliweza kuaga, kuna mwingine na kadhaa ambao tuliona wakiona haya masuala. It is something that should be taken serious, because unakuta pia now some arms of government bado wako in tussle. For example pia gazeti la Standard page 2 pale chini nikiangalia unasema MP seeks to end dispute on who controls KMTC. So ukiangalia bado kuna issue ya that is the Ministry of Health and pia the Ministry that is ya Education on who now owns or who owns that is ama control. Na kumbuka that is a KMTC. It is one of that is the major that is a medical training institute. So wakati kuna maswala kama haya inamaanisha hadi selection ya hawa wanafunzi itakuwa na shida. Na pia bado nikiangalia hapa bado wanasema bado kutakuwa na ile undermining the training na pia staffing na pia service that is a delivery ambayo itakuwa inatokana na hii institution. So if you combine now the two stories, shows you that also now something needs to be put in place, and who the responsibility of who. Because ukumbuke pia that is kuna some functions ambazo ziko devolved to the county governments. Yeah, sure. Sasa zingine mnakutaka that is kuna complaint, mnaambia hii complaint hii muende kwa governor ama kwa council of governors. Then unakuta kuna another complaint unasikia bado inakuwa connected bado to the national government. So pia ukiangalia pia hiyo taso ya that is ya who controls ama who owns that is some of the functions pia bado inaleta shida, because wakati unaenda ku question somebody unakuta ya kwamba kuna zile blame game ambazo ziko pale. So na hii mambo ya health is something that needs to be addressed, because pia the initiative of the government and the Ministry of Health na yale maswala ambayo yamekuwa nayo na mambo ya SHA na mambo yale mengine, actually utakuta nao hawa the rogue doctors ambao wako hapa ndio pia nao wanatumika that is misuse ile SHA, because wakati sasa wanajaribu kufanya claims pale unakuta ya kwamba bado kuna yale corruption ambayo pia yanaendelea pale. So it is something that should be taken serious ili ku avoid repercussions ambazo zitakuja baadaye. Yes. So tukiachana na hayo maswala that is maswala ya health cabinet secretary that is Kipchumba Murkomen aliyapia that is kwa Senate na ili kuweza kutoa mtazamo wake, because kumekuwa na cases ambazo zimekuwa ziko pale, and he appeared yesterday before that is a Senate that is a senators praise Murkomen over police brutality. So na nikiangalia hapa that is pia aliweza kuulizwa very tough questions with the senators pale. Pia kuna mwingine alimuuliza ambayo police given that is a shoot to kill order, na pia at the same time pia akaweza kutoa mtazamo wake pale. So kulingana na gazeti ambayo inasema hapa, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen was yesterday put on the spot by senators over raising incidents on police brutality, including that is a photo shooting as well as violence by goons at political events. So this is something ambayo imekuwa ikionekana pale na imekuwa raise a lot of questions, because tumekuwa tukiona goons
wana side na the police. So you wonder now what side of the law ambao wanatumia in order now to be able now to work together. And also at the same time ninakiangalia hapa gazeti that is La Standard anasema ya kwamba now this is now Murkomen ambaye alikuwa anajibu ya maswali. So Murkomen told the seniors that police officers are currently undergoing training in crowd management to reduce cases of death and injuries during political gathering. So yeah, so you can imagine they're still going to train. Yeah, they're still under training. So it shows you that hapo kuna issue fulani, because if that is the answer that one of the many answers ambayo aliweza kupatiana pale, I don't know now what will happen, because unajua mtu maybe yule mtu maybe ako under training, because you all know that after training ama after masomo lazima pengine kuna ile experiment kidogo ambayo mtu anaenda kufanya, na pengine wakati wanaenda kufanya sasa maybe now kuimplement yale ambao wamefunzwa pale, ndio unakuta kuna issues ambazo tunaziona pale. But okay, this is a good thing, but she should now be able now to explain it better because definitely there are those who are still going under training, because see what wanafaa kuenda training, pia also the time factor of training, na pia the training itself inafaa pia ianze currently na wale ambao already wako recruited to the police forces. So hizo trainings zinafaa zianze pale, na pia kuna masuala mengi sana ambayo pia wanafaa wafunze jinsi pia kuweza kukaa that is na Wakenya wale wengine. So I don't know hiyo courses inaweza kuintroduce namna gani, but these are some of the issues that is aliweza kuulizwa pale, because pia kumekuwa na mambo mengi ambayo tumekuwa tukiona in the rallies, that is the goons, na pia the other time pia alikuwa that is akiweza kusema ya kwamba there are some politicians ambao pia wanatumia the goons, that is aka insist sana that is some of the politicians wako hapa na wengine wako that is in other that is government positions. So these are some of the questions that is ambazo aliweza kuulizwa pale, na pia that is ukiangalia kulikuwa na maswali ambayo pia aliweza kugriliwa, because ulikuwa na kila senator pale alikuwa anataka kuuliza that is especially kama saizi tunaelekea that is to the 2027 general election, walikuwa wanataka kuensure that no lives are lost, no injuries ambazo zitakuwa reported pale. Na pia hii mambo ya shoot to kill order bado it is something ambayo tu pia tuliona that is akiweza kuikwepa, na tuliona that is yeye mwenyewe tu that is kuna wakati pia alikuwa ame insist na kupeana hizo orders ambazo zilikuwa ziko pale. So he had to appear there so that now he can be able now also to explain. Then still at the same time kwa gazeti La Standard that is a page 8 pia tunaona bado kuna the issue of who should implement this ama who now should take over, because wakati now the CS alikuwa anaongelea haya masuala yote, he's not the person who can that is order the arrest, because now the issue of ordering the arrest hiyo pia inafanyika na that is na police's bosses. Na pia nikiangalia hapo wanasema police bosses that is ODPP trade that is a blame on zinakuwa delayed na director of public prosecutor ama prosecutions, ambao pia kuna hayo maneno ambayo yanaendelea pale, because the police atafanya arrest, ataenda that is afanye booking na masuala yale mengine, then I forward now the case to the DPP. Now the DPP now waweze kupress now the charges, na pia waweze kupeleka that is the person now to the court. So ukiangalia pale bado kuna issue ambazo zinaingilia pale, and as this and as they continue now with the blame game, as the CS continue saying that our officers are still undergoing the training, bado kuna masuala ambayo yanafanyika pale, because it is just basic knowledge, especially now wakati wa police officers wanaenda pale, even if umeenda so much or less training, kuna yale masuala ambayo yanafaa that is kuangalia, especially when you're dealing with human life. That is something that should in fact that is occur that is before you do anything else, as long as you know the other person that is appear haoneshi signs ya threat to your also to your that is at your own life. So these are some of the things that as in that is inaendelea pale, and we are really hoping that the that is the our parliament that is pale kwa parliament ya MPs na pia pale kwa senators, they should now do and grill them more, because especially kama saizi tunaelekea the election, tumekuwa tukiona kuna rallies ambazo zimekuwa zikifanyika pale. Tuliona kuna ile ambayo
that is ilifanyika Kitengela pale, tuliona kuna mtu hata hakuwa anahusika lolote na hiyo rally, alikuwa anatoka kazi yake akaweza kusakam. Pia the same time pia tuliona another issue pia iliweza kufanyika pale Kisii. So and whenever we are seeing these things, we are not seeing these things wakati government yenyewe inafanya their own rallies, because hata pia wanafanya their own rallies, wanafanya pia their project that is inspection pale. So these are some of the things ambazo zinaendelea pale, and so many Kenyans, so many people are still waiting now to see now what is the real what is the way forward concerning these issues, as long as even if the blame games inaendelea, but kuna yale maswala ambayo yanangojea that is kuweza kuangaliwa. Yes, and Mr. Kimodo, these questions inaleta concern on the model that we use in training. Kwa sababu if amesema ya kwamba kutakuwa na introduction of something about training, it questions on how do we the model ya training ambayo tunafanya. It is something that is raising a lot of concern to the men in uniform. Yeah. And in the Daily Nation page 3, we have a very interesting story here, and this is something ambayo Wakenya wengi wamekuwa wakiliangazia in the judiciary, and the headline reads, JSC names 6 applicants in Supreme Court judge race. And we know there was a vacancy ambayo iliweza kupatikana as written here in the Standard, and the vacancy arose following the death of Justice Mohamed Ibrahim on December 17th 2025 last year, ambapo aliweza kuaga dunia, and that position must be filled, and Judiciary Service Commission has unveiled 6 applicants vying for to fill the vacant Supreme Court seat. And this is something that is raising concern and to the Kenyans, ni kwa sababu we know that the 6 bench judge the bench ambayo huwa ya the Supreme Court, it is one of the most important organ in the judiciary. Now they also give advice on election matters, and katika gazeti hili wameweza kuangazia some of the people ama some of the applicants ambao the Supreme Court the JSC names, the JSC wameweza kuwa name for that seat the Supreme to be one of the bench members in the Supreme Court judge race. And we see that JSC advertised the position in January 27 and closed application in February 17th, and we see applicants the 6 applicants are Judge Joseph Kiplagat Sergon ambaye ni judge katika High Court. We have Warsame Mohamed, we have Kigen Katwa ama Katwa Kigen ambaye pia he was Katwa Kigen was joined the Court of Appeal early this year because he was appointed by President William Ruto. And Francis Kipruto Toyot, the Court of Appeal, and this is some of the judges ambao wameweza kuweza kuonyesha their interest in going to that seat. And we also have Anne Washeke Kiratu Makori, and we have Lilian Wanjiko Washira, and Justice Sergon ambaye ameweza kuangaziwa katika gazeti hili has served the High Court judge for 2 decades since the appointment in 2002, and while Warsame has presided over major constitutional and commercial disputes in both High Court and Court of Appeal. Na katika gazeti hili tumeweza kuona they have given their a brief profile of each and every of every member ambaye ameweza ku apply for the for that seat in the Supreme Court bench. And we see that there is something that raised a lot of concern about Justice Katwa Kigen, because you know recently he was appointed to the Court of Appeal, and it was something that was raising eyebrows. Na katika gazeti hili pia nimeona limeweza kuangaziwa, and many of the you remember that Katwa Kigen Justice Katwa Kigen represented Dr. William Ruto in the ICC case previously katika ICC case, and we saw a lot of things that were unfolding in that case aliweza kushughulikia, and wakati ambapo ali apply for this position it raised a lot of eyebrows.
na watu wengi waliweza kutoa their comments. Even katika gazeti hili we have some few things ambazo zimeweza kuangaziwa, and the position it is something, these positions ambazo the position that has been made in the Supreme Court, it is something ambayo imeweza ku attract a lot of people. There were a lot of applications ambazo ziliweza kutolewa, and with some of the high profile judges ambao wako katika taifa hili, because you know there are advantages ambazo zinakuja with you becoming a judge in the Supreme Court. And we see katika gazeti hili wameweza kuangazia that the position offers a gross monthly salary ranging between 956,192 and 1,268,000, including benefits such as medical cover, security, transport and mortgage facilities. And in a notice dated February 2025, the JSC announced stakeholder engagement session scheduled for March 23, and this is something ambayo itaweza ku bring on board few people ambao wataweza kuangazia mambo haya katika in these Supreme Court judge applications ambazo ziliweza kuwekwa. And as Kenya's apex judicial organ, the Supreme Court adjudicates presidential election petitions, resolves over disputes between state organs, and delivers final ruling. You know, in our country, this is the most supreme, the highest court ambao unaweza kupeleka kesi yako, and this is something that is raising a lot of concern. Ni kwa sababu you know we are heading to the election period, and this is one of the organs in the judiciary ambayo itaweza kutumika sana katika uamuzi wa uchaguzi. If there will be any dispute ambayo itaweza kutokea katika uchaguzi wetu, this is the place ambayo itakuwa ikiweza kuangaziwa sana. Na we saw even previously katika uchaguzi ambao uliweza kupita, we had a lot of things that were revolving around the Supreme Court, and we had a lot of issues because some of the judges ambao waliweza kulikuwa na tetesi ambazo ziliweza kuangaziwa, and these in this recruitment ama in this application ambayo imeweza kuweza kuwekwa, we will now know who will be able to get into that office and get to replace the late Justice Mohamed Ibrahim who succumbed last year. Yes, Mr. Kemotho. Yeah, so that is some of the news from judiciary. And actually it is one of the arm that saizi ndio watu wameweza kugundua, and that's where now you go, you present your case, and then for it now to be determined. Yeah, sure. Tumekuwa tukiona for example kama saizi kuna other cases especially kama ya mambo na boundaries, kuna watu pia waliweza kupeleka pale, and there is still a case that is still there, whether the IEBC still need if pia wataweza kuconduct the election na bado hawajafanya boundaries. Na tuliona hata wakati waliweza kutoa their statement walisema pia we are still waiting upon the court to give direction. So there are so many other cases ambazo zinafika pale kwa sababu the constitutions that we have iko na defined rules ambazo tuko nazo. Yeah, sure. Na at the same time imetupatia hiyo living. There are very few, that is nations, especially African nation, that you can take, that is an election court that is against that is yule president ambaye amepata kura mingi. We all know, just from our neighboring nation, we know kuna mambo kama hamba hayawezi fanyika. So it is something that is very good, ambayo ya kwamba watu wanaweza kupeleka their cases pale ili yaweze kusikiwa, and in terms of democracy, that is something good ambayo that is iko pale. So we are really you know, we wish them all the best as they select, as they do their work, and as they sanction any other that is a responsibility that is needed. Yes. So still on the issue of a court, because also due to time, be very careful with that is with any property ambayo ni a landlord. Because tumekuwa tukiona saa zingine unapewa nyumba, saa zingine una misuse kile kitu ambacho kiko pale, saa zingine that is unafika pale sijui nini. So you might also end up
in court. Unajua watu wengi wamezoea to just do anything. Yeah, wanajua watahama. Yes. Kuna yale masuala ambayo yako pale. So there is this tenant that is from Nairobi ambaye alichajia pale, that is kule kotini, and he's a residential that is in Kilimani area, ambayo that is hapa nikiangalia kwa gazeti that is La Standard. In fact, this story iko page 16, ambayo anasema the property owner was not present at the time of the incident. Upon returning, the landlord discovered extensive damages and reported the matter that is to the police. Na ukiangalia nao sasa, the alleged damage items including that is a perimeter fence, backyard area, wooden cabinet doors, electrical, that is fixtures, kuna tiles, kuna door frames, kuna glass bathroom fittings, door locks and a windows panel, zote ambazo zilikuwa that is valued at 560. Na unajua is always good that before now uingie kwa nyumba, is always good to do an assessment. Uangalie mahali unaingia pako namna gani. Nowadays you can also take pictures. You can do all those documentation before uingie pale. So the owner yeye ni kama alikuwa mahali akarudi akakuta that is some of the properties ama some of the items in that property zikakuwa damage. So this case iliweza kufika pale kotini na tukaona that is pia huyu tenant akiweza kudeny those charges, but the magistrate that is Daisy Mutai released that is a release huyu anaitwa Hasoa on a bond of 200,000 with a surety of similar amount of 60,000 hiyo kama bail. Now the matter will be mentioned on 5th March for further direction. So you can actually now see the democracy that we have in some of these cases. Who could have thought that kesi kama hii inaweza fika pale kotini, but sasa ukiangalia nayo imeweza kufika pale kotini, so that now you can be able now to be determined. So meaning that the issue of law and the issue of the judges and the constitution that we have, kuna watu wengi sana wameona that it is worth for us now to be able to do this and this and this. But also at the same time, you as a tenant, make sure that the property mahali unaingia pale, make sure that is vile ambavyo uliingia, make sure maintain. Na kukiwa na any other issue, is always good to document. Because as you know, unakutaka watu wanaingia mahali hau document, then maswala kama haya yanarudi na kupata baadaye. So it is something that happened, that is kule Kilimani area, and najua hii kesi maybe sasa bado itaendelea kukua determined as we still now exercise the rule of law in our courts. Yeah, very true. And also in the Daily Nation, kuna very interesting story in matters of politics. See in page 6 kumeza kuangazia opposition leaders now remain united, and it is something about tumekuwa tukiangalia, but if you look at the headline of the Daily Nation, pale chini kumeza kuangaziwa Ruto Uhuru season 2 duel unfolds. And this is something ambayo imeweza kuwa recently imeleta mazungumzo mengi katika mitandao ya kijamii, because President William Ruto allies are linking his predecessor Uhuru Kenyatta to growing opposition to his government, suggesting that the 2027 general election could be set up replay of their rivalry in the last polls. Dr. Ruto's camp believe Mr. Kenyatta is assembling a coalition against the re-election, citing installment of Kalonzo Musyoka as the ODM as the Azimio party leader to replace Raila Odinga, who died in October last year. And katika gazeti hili wameweza kuangazia mambo machache ambayo yanazunguka this story ambayo that Uhuru Ruto rivalry season 2 is duel unfolds. And you know, in politics nothing is impossible. Na katika gazeti hili wameweza kuangazia kwamba now the rivalry between ule mtafaruku ambao ama mgawanyiko ambao umekuwa and the things ambazo zilikuwa zinaonekana between President Dr. William Ruto and Uhuru Kenyatta is now repeating itself, because some of the allies of the President Dr. Ruto, they claim that Uhuru now has a hand in the akona mkono katika opposition, and this is something ambayo imeangaziwa katika gazeti hili. And taken together, President
President's allies argue that developments suggest Mr. Kenyatta is now assembling coalition against President William Ruto, and old rivalry, new battles as election year approaches, with Ruto and Kenyatta fallout sparking shifting alliances and political maneuvering. And recently we saw there was an altercation ambayo iliweza kutokea kule katika nchi ya Ethiopia, and where the Prime Minister of Ethiopia had to intervene the conversation between President William Ruto and also Uhuru Kenyatta. And some of the people ambao wameweza kuongea katika gazeti hili wameweza kusema kwamba their belief is that Uhuru never backed Raila in 2022. Even now he could be managing opposition to give Ruto a second term. And watu wameweza kuangazia kwamba it may be another tactic ya the former president Uhuru Kenyatta to continue kuweza kumsaidia Dr. William Ruto to get his second term, and wengine wameweza kusema ya kwamba the former president Uhuru Kenyatta is now assembling forces to make sure that President William Ruto is a one-term president. Na katika gazeti hili utaweza kupata the full information about that, na we have a lot that is happening even in the matters concerning politics. Mr. Kimotho, what do you have to say now as we wind up? You know, that is even if they are all those sentiments, we all know that our former president Uhuru Kenyatta said that his party is still in Azimio. So meaning that Azimio is still on the side of opposition. So even if people try to bring those claims that trying to see if he's assisting the government, maybe it is their own definition, but it is now in the record that he's still in that is even the party that he leads, that is the Jubilee Party, hiyo bado iko under the United Opposition. But we all know that this is an year of politics, so kutakuwa na yale masuala mengi ambayo yatakuwa yakisemwa pale, but recently tumekuwa tukiona even those on the side of government, I see some part of some other members of ODM pia wamekuwa wakiongelea sana mambo ya the former president, and yet you cannot ascertain all the issues ambao wanaongelelea pale, because hakuna mahali amepatikana akisema masuala ambayo pia wana issue nayo pale akiongea. But tutajiangalilia tu pale, because pia nayo the United Opposition nao pia wanajipanga, na pia tuliona kuna hiyo position ambayo that is Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aliweza kupatiwa pale, and there are going to be so many other changes that are going to come. So it is something that tutazidi kuangazia, na pia katika gazeti hili kuna mengi ambayo yameweza kuangazia. When you get your newspaper you'll be able to read, and in page 7 kuna very interesting story ambayo imeangaziwa hapo about the media, freedom of media, na wakati utapata gazeti lako utaweza kuangazia, there is a very interesting story about people that ambao wameweza kushikwa wanahabari, na imeweza kuangaziwa katika gazeti hili, and many other stories. So as we wind up, this Nuru Morning Show is proudly brought to you by Mizpah Prayer Center, a great place for prayer, and Mizpah Prayer Center invites you to the ongoing summit ambayo inaendelea katika mlima huu of Keepers of Flame Prayer Summit, and it is a time for empowerment and commissioning to all intercessors. And ni wakati ambapo it is a very amazing service ambayo inaendelea, a summit ambayo inaendelea katika mlima wa Mizpah Prayer Center. And if you want accommodation, you will get an accommodation here at Mizpah Prayer Center on 0727766553. And Mr. Kimotho, as we wind up, what do you say to our viewers? Just to say there are so many other stories that are on the newspaper, and you can still find us on YouTube, and you can go and try now to listen to so many other things ambazo ziko pale, and also to thank them and to wish them a blessed day. Thank you so much. Thank you so much to our viewers. Tunashukuru sana kwa utazamaji wenyu, na tunaweza kuomba mkazidi kutazama runinga ya Mizpah TV, and thank you for those who have sent us their feedbacks on our SMS line on 0799-200-100, and thank you for those that are watching us across all our social media platforms. Have a blessed day, muwe na baraka katika siku hii.